clouds. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kuinua mikono yako juu. Usiniangalie sasa. Mwabudu Bwana kwa maneno yako. Asante. Thank you, Jesus. Inua tu mikono yako, mwambie Bwana, niko hapa siku ya leo, nina haja na wewe. Bila wewe siwezi Bwana, bila wewe kunisaidia siwezi. Umekuwa mwema maishani mwangu, umekuwa mwaminifu kwangu Bwana. Tafakari alivyokutendea mwaka huu, tafakari alipokuponya, tafakari mambo aliyokutendea Bwana. Awe alifanya ama hakufanya, atabakia kuwa Mungu siku zote. Winulie tu mikono yako, mwambie umekuja kusema asante. Umekuja kusema asante Bwana. Tumekuja kusema asante. Unastahili sifa Bwana, unastahili kuinuliwa Yesu. Ni nani kama wewe? Uweza kama wewe, kimbilio kama wewe. Ona tunakuinua leo, ona tunakutukuza leo. Pokea sifa na adama, wasahili Bwana, unatosha Bwana. Nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe Yesu? Usinyamaze, anapenda unapomwabudu. Mabudu yako ni chakula cha Mungu. Wakati unapiga magoti anasikia vizuri. Wakati unatoa machozi ukimwabudu anasikia vizuri. Wakati unalala chini ukimwabudu anasikia vizuri. Anashuka Bwana ukimwinulia mikono yako na kusarenda kwake. Hey, unastahili Bwana, unatosha Bwana, unatosha Baba yetu. Yes, Lord. You are worthy, Jesus. You are mine, Lord. We worship you. We worship you, Jesus. Tunakupa sifa Bwana. Tunakuinua leo Yesu. Nani kama wewe? Karibu ndani ya mioyo yetu. Karibu ndani ya mioyo yetu. Karibu Roho. Tunaja na wewe, tuna kiu na wewe. Karibu Roho, karibu tuponye leo. Karibu, karibu Roho. We need more of you, Jesus. We are nothing without you, Jesus. We need more of you, Father. May you take more of us tonight. Oh yes, Lord. Thank you, Jesus. Tunakupa sifa Bwana, tunakuinua Yesu. Wastahili heshima Bwana, 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 wastahili kuinuliwa Bwana, wastahili kutukuzwa Bwana. Hallelujah.
cha kukulipa, sina cha kukupatia ila kukuinua. Sema Baba, sema Baba, ninakuinua leo, nainua mikono yangu, nainua mikono yangu, umenitoa tunainua mikono, tunakuimbia
nielewe. Umenisaidia mwaka wote Bwana. Nikulipe nini ili nikuabudu tu Bwana? Nikulipe nini ila tu nikutukuze? Stahili Bwana, unatosha Bwana. Stahili Bwana, unatosha Bwana, unaweza Bwana. Ni mwingine kama wewe, unaweza kama wewe. Hallelujah. Stahili Bwana. Kuinulia mikono yetu Baba, twasujudu dhambi zetu, twasujudu mbele zako, kuungama dhambi zote tulizozitenda. Tuko mahali hapa maana tunajua siku hii ndio siku ya mwisho ya 2025. Unapo tuingiza kwenye 2026 Baba, ninakuomba ukatushike mkono tena. Tumeona makubwa, mazuri, mabaya, magumu, yaliyo rahisi ambao wewe umetushindania, umetupigania, umetuwezesha, umefanikisha. Tumekuwa dhaifu kwenye nyanja mbalimbali za maisha yetu, tumekumbana na magumu mazito, lakini kupitia kwa mkono wako tumekuona mwaka uliojawa na mabonde, milima, miteremko na hata milima. Vyote havyo Baba ulitushindania. Najua tunapoingia mwaka ujao pia utakuwa nasi, utatuongoza, na kuomba tu tupatie neno la mwaka ujao. Unitumie tu kama chombo nikaweza kuwafikia watoto wako na nikaweza kufikia wengi kadri ya mapenzi yako, ujumbe wako, na ukakue ujumbe ambao utasikika vizuri. Na kuomba Baba ukanipe ruhusa tu nikaweza kutumika kama chombo kinatokana chayo na wewe, chombo chako. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Mtu mmoja aseme amen.
ningependa watu wote wakuwe kwenye hapa katikati. Ashes. You may be seated. Mwambie mwenzako karibu kwenye mkesha wa leo, siku ya mwisho ya 2025. Mwambie mwenzako najua umekapitia. Mwambie umepambana, niliona ukipambana. Siniweke balance ama mtoe hizi hapa. Najua ulipambana. Mwambie najua ulipambana sana. Muangalie kwa uso tu, muangalie kwa uso, mwambie najua ulipambana. Na kama hauna mtu wa kuangalia, jiangalie. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nataka tu nichukue muda kidogo niwapatie neno la siku ya leo, kisha baadaye tutapatiana watu nao pia waweze kupatia shahidi zao. Tutakapofika saa 6 usiku tutakuwa na kuhakisha kwa candles. Tutahakisha mwanga. We shall light for the new year. Bwana Yesu asifiwe sana. I know, I have experience. I know mambo ambayo umeyapitia ni magumu. Tumekuwa pamoja tukipanda milima, tumekuwa pamoja tukishuka, tumekumbana na maadui, tumekumbana na magonjwa, tumekumbana na mauti, tumekumbana na ma-accident, but God has been faithful. Mwambie mwenzako God has been faithful. He has won these battles for us. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani, I don't know how I am here. Sijui, maana kulikuwa kumepangwa nitamalizika. Mwambie mwenzako kulikuwa kumepangwa nitamalizika mwaka 2025. Walifanya vitu vyao, karabati zao zote, wakasema mwaka 2025 sitatoboa. Lakini sijui how I made it. Tell your neighbor, I don't know how I made it. Sijui kabisa. Muangalie tu, mwambie mimi sijui. Mwambie unaponiona hapa mimi hivi unaniona, I am a miracle. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mwambie I'm just but a miracle. Look at me na uniangalie. Mwambie look at me na uniangalie vizuri. I never expected to be where I am today. You know, as I was in my office, nilikuwa naomba. Nimeshinda tu hapo nikiomba Mungu because it has been a miracle in my life. Yani muujiza tupu. Mimi nimeangalia from kutoka day 1 ya 2025 mpaka saa hii. It has been a miracle. Miracle after miracle. Mpaka mimi nimeomba tu nikamwambia Mungu asante. Hata kabla mwaka, hata kama mwaka haujaanza vizuri, lakini ni asante hapo nimefika. Nimeona mkono wako. Because to many people we were not supposed to be existing as of now. Wengi walikuwa wamesema you can't go beyond March. Nikaigia March. Nikaambiwa you can't go beyond April. Nikaigia April. Nikaambiwa you can't go beyond May. Nikaigia May. Baka sasa tuko December. Tarehe 31. Tumebakisha only 1 hour. Tuvuke. Na bado wanasema hatuwezi kuvuka. Mwambie mwenzako tumevuka. Hallelujah. Mwambie mwenzako tumevuka. Mimi sijawahi kuona vita ambavyo nimeviona mwaka huu. Sijawahi. It has never occurred to me. Yani, it was better kama siku zile zangu za Mogeke kupambana na polisi kuliko kupambana na watu huoni. Ma spirit, mapepo huoni. Inakupiga tu na hauoni. Inapambana na wewe na hauoni. No, you better deal with something that is physical. Mwambie mwenzako afadhali kudeal na physical something. Kitu ambacho unakiona kuliko kitu ambacho haukioni. Alafu unakuta wale wanapigana na wewe wako na experience ya over 40 years. Sasa imagine mtu amekuwa mchawi over 40 years. Na wewe umeokoka
umetoka huko kwa wachawi, maana wewe ulikuwa huko kwa waganga, kwa rogi, umekuwa huko kwa dunia, umekuja tu na kiokoko yako na umeambiwa Yesu ni Bwana, na hiyo tu ndio unajua. Na kusema na kudhioma, ile dhiomi hauelewi ni nini. Unajua dhiomi ile sisi tunadhioma hatuzielewi vizuri. Unasema rima kashaka taraba borobosa haya. Sasa ukiulizwa shika mara makasa barabotore hada, huelewi ni nini. Utaona mtu mwingine amesimama huko tena kutafsiria na haujui kama ametafsiri ukweli ama ametafsiri uongo ama amekufurahisha tu. Unajua wanaweza kuangalia ile shida unapitia, waanze kutafsiri mambo mazuri mazuri ndio at least urudi moyo kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ndio naonaka naogopa kusikia nabii ameamka kutafsiri, kwa sababu sijui, kwa sababu hiyo lugha imenenwa si kujua. Hello. Na mimi jaribu, kwa sababu nataka kusikika bibi, najua mimi ni apostle. Naona huyu amedhioma, umedhioma, mimi sijadhioma. Ninaasa rika kabobo shaka yakanda katoko to ta ndio hata mimi nijihusishe nikue nidadhioma. Lakini nikiulizwa ni nini nimesema sijui. Unaona sasa kukamatwa na ueda wasimu. Unakaa wewe ni mweda wasimu ndani ya kanisa na unahubiri Yesu ukiwa mweda wasimu. Hakuna kitu kibaya kama kuhubiri neno la Mungu ukiwa mweda wasimu. Na mweda wasimu inakujaga kutokana na mapitio ambayo unayapitia. Unakapitia mpaka unasikia kweli umekamatwa vizuri. Ni wewe muhinya wega. Ushaikamatwa mpaka unasikia umefinywa vizuri. Mpaka unasikia ukienda hivi unasikia kokong. Ukifanya hivi kidogo unasikia kokong. Ukiinama huko unasikia kwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka una feel unaenda safari, alafu ubaya hii safari umeingia ni kichaka. Umeanza kuhubiri, huwezi kurudi nyuma. Unahubiri, maana sasa ukirudi nyuma kuna watu wamekugojea kule wanakuuliza unaenda wapi. Mpaka shetani mwenyewe anakuuliza unarudi nyuma unaenda wapi. Na shetani amekugoga na kuambia kule uedi. Alafu sasa ukienda kurudi nyuma shetani anakuuliza unarudi iko. Ado meo kuwate shetani sasa ninakuta watu watakubebaje. Sasa watu watasema umeanguka, ama utakuwa ukiambia watu namna gani? Tena unajikausha kabisa. Sasa ukianza tena safari unakuta si shetani, watoto wa shetani, shoshu wa shetani, uka wa shetani na maagenti wao wote na wafanyikazi wanakugoja hapo mbele, wanakuuliza ugodhi yako. Tulikuwa tunakugojea hapa tukufiinye tena. Sasa wanakuambia kama mzuri tukufiinye. Sasa unajua uko na taswishi. You are not yourself because already ulikuwa umeanza kurudi nyuma. Na ulipoweza kurudi nyuma, Biblia inasema ukirudi nyuma unarushiwa kwa madevo zinakujaga mara ngapi? Mara 7. Sasa kwa sababu ya hiyo step moja ulirudi nyuma, uko na 7. Na si moja tu pesa. Kuna ulirudi nyuma ya hasira, ukarudi nyuma ya chukizo, ukarudi nyuma ya kitu kingine, uko na 7 kama 200. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua nataka kutengeneza moyo wako, kwa sababu nikiangalia sura zenu ni kama mnasema afadhali hii Masai kibiage tufike Januari maneno ya ikuwe mzuri. I want to tell you, maneno haitakuwa mzuri. Haitakuwa mzuri kwa sababu umeruka haraka. Itakuwa mzuri because you have faith. Bwana Yesu asifiwe sana. Itakuwa mzuri because you have what? You have the faith. Because mwaka ambao tunaenda kuingia wa 2026 ni mwaka wa imani. Ni mwaka wa kushinda through imani. Kwa hivyo si wengi watafaulu, wale hawana imani itakuwa gumu kufaulu. Lazima ukaushe moyo na ufaulu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo tumetengenezwa, maana 2025 ilikuwa ya kutengeneza, imetengeneza watu vizuri. Tumeudwa, tumetengenezeka vizuri. We are now what we are because God has made us. Hallelujah. Huu mwaka ndio tumeenda mpaka kwa milima kule Mount Kenya. Watu wakawachwa kule chini mashosho, wakapanda mlima. Mabatire wakapanda mlima mpaka wakashaka. Uliona mashosho wakipanda mlima? Na huyo shosho mmoja nyumba yake ilichomeka juzi. Zile mavazi alikuwa amevaa siku hiyo hazikuchomeka, nyumba mzima ikachomeka. Picha ile alipigwa wa mlima na mavazi ile alikuwa amevaa huko mlimani haikuchomeka. Alituletea hapa akatuambia hajawahi kuona kitu kama hiyo. Nguo zake zote zilichomeka, nyumba ilichomeka, yote zikabaki because ya imani. Alipanda mlima about 12 kilometers kama mlima kamekaa hivi. Anapanda na nishosho amezoea kukaa Kawagware. Yaani mahali bali ameenda ni kukuja kanisani. Haleluya.
Sasa you can imagine that was a physical mountain ambayo tulikuwa tunapanda pole pole. Geukia mwenzako umpetie high five, umwambie tumeshinda vita. It has been a journey. Mpige high five mzuri, mwambie to win a battle, it is the most successful thing that you can have on earth. To win a battle, no matter what kind of a battle you are going through, but it is the most important thing in your life. Eti ya kwamba maadui wako saizi wako pale wanaangalia, wakikushangaa ulipitaje. Mitego waliweka, wakajua wamekunasa, wakajua wamekumaliza, wakajua wamekuweka chini, wakajua wamekuweka kufuri, wakajua wamekuweka ndani ya gunia, lakini wameona bado unatembea. Wanashangaa ulipitia wapi. Unajua unafikia mpaka wanashindwa ulipitia wapi? Ulienda wapi? Ulipitia wapi? Hebu muulizie mwenzako, ukijiangalia ulipitia wapi? Unajua mpaka nimekosa words za kupreach leo because nashangaa ulipitia wapi? Ulipitia wapi? Na mimi niliona kweli wamekuweka kwenye dragnet, wamekufungia. You are no longer, there is nothing, there is no way you can come out of it. Yani walijua, hata wewe mwenyewe ulijua, this one I am not making it, this one ile mtego wameweka sitoboi, lakini ukaona umetoboa. That is the God we are preaching. That is the God of 2026. That's the God that is gonna win battles for you 2026. 2026 ni ya watu ambao wanamwamini Mungu. 2026 si ya wale watu wa huko kwa giza. Watanyang'anywa mali yao, utaletewa. Utapatiwa wewe ambao unaamini. Hautalala njaa kama unaamini Mungu. Hautateseka, hautagonjeka kama Mungu yuko pamoja na wewe. Hautaumia. You are not going to face the challenges that we face. Sasa mahidhen, wanaita kwa mahidhen, ile vitu zao zote walikuwa wameshikilia, wanasema ni zao. Bwana anaenda kuwapokonya na kupatia wewe, maana umepitia na ukashinda vita. Anasema he's going to lift you. The Bible says in the book of Isaiah 43, chapter 43 verse 18 and 19, forget the former things, I am doing a new thing. Hallelujah. Forget that which imefanyika hapa nyuma. Forget that which mateso wamekupitisha. Forget that which manyaganyo walikunyaganya. Forget that which they did to you. Walikuwa nafikiria unaisha, walikuwa nafikiria unaangamia, walikuwa nafikiria umefika mwisho. But God is saying in the book of 45 Isaiah that forget the former thing, because God is doing a new thing in your life. From today, God will do a new thing. Mungu atatenda mambo mapya. Mwambie mwenzako, kuna kitu kipya kinafanyika kwa maisha yangu. Kuna kitu kipya. Sijui kama unaona. Mwambie mwenzako kuna kitu kipya. Unajua sioni kama uko na imani. Forget, sahau na yaliyopita. Forget the past things. Vitu hivyo vilikuwa vinanuka. Maisha haya walisema ni yako. Unajua walisema maisha ya mateso ni yako. Wakasema maisha ya magonjwa ni yako. Wakasema maisha ya kunyang'anywa ni yako. Wakasema maisha ya kuteswa ni yako. Nataka nikutangazie siku ya leo, hautanyang'anywa tena, hautagonjeka tena, hautateswa tena. Maana Mungu amesema, au umepita mtihani. Mwambie mwenzako, nimewekewa tick. No more challenges. Hallelujah. No more challenges. God has won the battle for you. It is not by power. It is not by force. It is not by kifua. It is not by mighty. But by the Spirit of God. We have made it. Ambia mwenzako, matatizo X. Kuchukiwa X. Surabaya ambao niliwekwa X. Mateso X. Kunyang'anywa X. Ukiona mtu aeki X, ni yeye ndiye alikuwa amekuwekea X. Kunyang'anywa X. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Forget. Mwambie forget the former things. Yani forget 2025. The Bible is telling you, forget about 2025. 2025 ilikuwa imetengenezwa kwa sababu ya kukutengeneza.
Unajua kuna season majira yanatengenezangwa kwa ajili ya kutengeneza watu ambao wataingia kwenye majira fulani. Sasa hivyo lazima utengenezwe, maana kule unaenda kuingia lazima utengenezwe, lazima uundwe. Maana unaenda kufanya kazi ngumu, lazima utengenezwe, uweke mishipa. Unaenda kufanya kazi ambayo ni ya kiajabu, lazima utengenezwe ndio ukue flexible, ndio ukue mtu ambaye akitembea anatembea kwenye nguvu za Mungu. Maana lazima uwekwe the Spirit of God, so that the Spirit of God can manifest in you. Wherever you are going to do his will, wherever you are going to do his plans, that God, you can bear witness and say that indeed my God liveth. Kuna watu waligojeka because wanakuwa anointed na anointing ya kuponya watu. And that's the reason you became sick. You are not supposed to be sick, but God decided to teach you through that. Ndio ukikuja kuombea wagonjwa wanapona because you understand what you are doing. Kuna watu walilala njaa, kuna watu waliteseka, kuna watu walifungiwa nyumba, poverty ilikogoka vizuri, because God is going to make you a kingdom financier. Hallelujah. Kuna watu milango yao imefunguka, financial milango imefunguka. Kuna watu maisha yao imefunguka sasa. Kuna watu belt zao zimefunga. Kuna watu masto zao zimejazwa already, awaiting for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Something has just happened. The heavens have opened. Yani unajua walikuwa wamesema hautafungukiwa. The heaven have opened. Bingu imefunguka. And this is why the reason God created you na akakuweka hapa leo ndio uone how bingu inafungukaga. Because what God has done no man can do. What God has done, it is irreversible. They were imagine walikuwa wamefunga kufuri, wamekuweka kwenye jeneza na wamepiga mshumari. Sasa wakati wa kwenda kukuteremsha, wanaenda kuinua, unachomokea na hapo chini na unatoka mbio. Hallelujah. I don't know whether you are understanding this. Sisi kama unaelewa kile kitu nasema, ya kwamba the life have changed. Yani maisha imebadilika. Mwambie mwenzako, mpatie high five, mwambie maisha imebadilika. Mwambie ni kwa dodo kuleo, mwambie ni kwa bindoka, mambo yamebadilika. Yes, things have changed. I am not the person that you knew yesterday. No, I'm being prepared for a new ushering, a new thing, a new dimension, a new sijui nini yatamuelewi. Sijui kama tumalize tuende. Ni kama hamuelewi kile kitu nasema. Mnaelewa kweli? In the book of the Philippians 1:6, inasema he who started a good work in you will carry it on to the completion. Sijui kama unaelewa hiyo. Yani he who started a good work, yule ambaye alianzisha kazi nzuri kwako ataikamilisha. Kazi ambayo ilianzishwa itakamilika sasa. Mwaka huu wa 2026 inaenda kukamilika kazi ambayo ilianzishwa. Usione kama Mungu alikusahau, usione ni kama walikuacha nje. Mungu alikuwa na kutayarisha tu, alikuwa na kupanga, alikuwa na kuorganize vizuri. Maana he who started, ile kazi ilianzishwa kwako inaenda kukamilishwa. Maana ni 20, tunaingia tarehe 1 ya Januari 2026. Ukiunganisha ni tarehe 1, uongeze Januari ni 1, ukiunganisha 2026 inakuja 10 ni 1. Maana it is a new beginning. Everything ni one. Wakati Mungu alikuwa fresha, akasema na kukue na kukakua. Mungu alitengeneza nini siku ya kwanza? Bingu. Aliumba bingu na nchi. Yani Biblia inasema yani both heaven and the world was formless. It was not existing. The first day you are formless. This is God, the time that God is going to create the form. Kukutengeneza ukue kile kitu unakuwa. That is why 2025 ilikuwa ya kusumbua.
Maana ilikuwa ikubonde bonde, ikufinyange, ikutengeneze, ikufuruge kabisa mpaka ukue empty. I can see the faces zenu nyote, you are completely empty because you are being prepared for the first day of January 2026. That is one. Mpaka akakutengeneza ukakuwa formless so that he can form you to what he wanted. This is 2026. It is a year that you are going to be created to be what God intended you to be. Yani kile kitu Mungu alitaka ukue. Kama ni biashara utakuwa mwenye biashara, kama ni kazi utapata kazi, kama ni marriage utapata marriage, kama ni yani kile Mungu alikuwa amekutengenezea. Mambo yoyote Mungu alitengeneza, chochote alitengeneza kinaenda kufanyika kwako, kinaenda kuonekana. Kama ni biashara inaenda kuumbika kwako, kama ni ndoa inaenda kuumbika kwako, kama ni huduma inaenda kuumbika kwako, maana you are empty. Alihakikisha umebondwa ukabondeka. Unajua ulienda Januari uliimba kale kaimbo, niumbie moyo mpya, moyo wa Sasa amekubonda mbele zake, amekubonda ndiye akutengeneze, amekubonda ndiye atengeneze chungu chile alikuwa anataka, amekubonda ndiye atengeneze whatever that he wanted to make. This is the time you are going to become. You had lost hope. I know you had lost hope, but it's God caused that losing of that hope. It is God. Because ulimwambia kuundie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea, moyo ulio bondabondwa, moyo ulio finyagwa, moyo ulio kanyagwa, moyo ambao uko empty, ndio aweze kukutengeneza venye alitaka. Si ulimwambia hivyo? Ndio unitengeneze, nikuwe chombo ambacho nikitatumika kwenye njia zako, chombo ambacho kitatumika kwenye mipango yako, chombo ambacho kitatumika kwenye kazi zako, chombo ambacho kitatumika kwenye maendeleo yako, chombo ambacho kitatumika kwenye misingi yako. Sasa wewe ni chombo. Ongoja sasa tuingie 2026. Sasa aanze kukutengeneza. Kama ni nyungu ya maji ufanyiwe nyungu ya maji. Kama ni nyungu ya kuchemshia ya kuchemshia chakula ukwe chungu ya kuchemshia chakula. Kama ni nyungu ya kitu fulani ufanye vike. Maana this is the time you had to be crushed. It was your crushing moment. It was your crushing 2025. It was your crushing year. It was to make you be crushed. Na ndio tulitabiri tukasema ni mwaka wa kutembea na Mungu. Ukasikia mtu amekwambia ni mwaka wa kutembea na Mungu, ujue you are now going to be a nobody. Hallelujah. Ukisikia mtu amekwambia huu ni mwaka wa kutembea na Mungu, you are going to be a nobody. Utakuwa zero, because God will never share any glory with you. He will have to reduce you so that he can subdue you to become his vessel. For you to be turned into a vessel, a godly vessel, you must be subdued, you must be broken, you must be brought down, you must be destroyed. For God will never sit down and share a glory with anybody. Mungu hawezi kushare na glory na mtu yoyote ule. He will only share a glory. He is a jealous God. He is a God that will never share anything with anybody, because you don't belong to his league. He want to bring you to his league. Anataka akutoe mahali uko ndio kuweke kwenye ligi yake, na kuenda kwenye ligi yake, lakini lazima vitakataka ulivyo viokota kule barabarani lazima viwekwe chini. Vile vilikushikilia viwekwe chini. Mipango yote walikuinulia iwekwe chini. Njia zozote walikutengenezea wekwe chini. Ndio wakati ukakutembea na yeye, unatembea na yeye ukiwa msafi. A vessel ready to be used. You cannot share. You cannot carry something kutoka kwa mababu zenu. You cannot carry something from your village. You cannot carry something from your ministry. You cannot carry something from anywhere that you mtembee na Mungu. You only serve God when you are empty. Mwambie mwenzako, sikuwa najua I have to be empty to serve God. Lazima akuweke maneno yake. Yeremia 1:6 na 7 unasema, naye Yeremia akasema, mimi siwezi, maana mimi ni mtoto. Mungu akamwambia, kuja hapa
usirudi kusema wewe ni mtoto. Akagusa mdomo wake, akatoa maneno ya kusema mimi ni mtoto, akaweka maneno yake. Lazima Yeremia angesema mimi ni mtoto, ndio utoto utolewe, uzima uwekwe ndani, ndio utoto ung'olewe, ndio kitu kipya kiwekwe ndani. Lazima ungelia vile ulikuwa umelia, lazima ungelia mateso, lazima ungelia kunyanyaswa, lazima ungeliwa kuwekwa chini, ndio Mungu arudi akuinue, ndio Mungu akuinue. The devil has always tried. When I was preparing this message, ya kuja kuhubiri about the hope message, that the reason you are going through the challenges you are going through, somebody called me from I don't know where, akaanza kunikelelesha kwa simu, akaniuliza mimi unaonyana katademwana, unaonyana katadiki, yani kunikelelesha. Maana Mungu aliniambia whatever message I'm going to give you, it will change the people's dimension, it will change the dimension of people wherever they are, it will bring down all the pasts and all the forces of darkness, because I'm going to lift my people. Immediately the devil started operating from all over the part of the world. Phones zikaanza kuingia to distract me, to speak to me in a negative manner. I say, nikamwambia wewe shetani, you have already been defeated, you are already overtaken, you are not there. Mimi nishapita, nishavuka. Maana the God that is in me, he knew utaenda kunipigia hizo masimu zako za kuniambia maneno ya uchafu ya ujinga, lakini God was with me, akaniambia nilikuwa nataka tu uelewe the kind of battle you are going through, and you have won the battles. Hallelujah, hallelujah. Because God is a faithful God. He loves us, he takes care of us. Oh my God. Ambia mwenzako touch, mguse tu hapa kwa mabega, usimwepake uchafu. Najua hujaoga mkono, mguse tu hapa kwa mabega tu. Mapeka sisi kule Waruya tunasemanga mapeka. Wewe kosa mapeka, mwambie husto tusimu twa ujinga, hatutarudi kukuja. Hayo maneno ya kiujinga hayatakuwa yakikuja. Hayo maneno ambayo yanakudunga duga hapa na kuduga duga haitakuwa ikikuja. Maana now I am elevated, I am not of their league, I am elevated. Nimeenda juu kidogo, nimepanda juu, nimepanda ngazi, nimewawacha kule chini wakiendelea kutafuta kile walikuwa natafuta. I am no longer going to walk like them, I am no longer going to be like them, I am no longer going to be in their league, I am of a different league. Maybe I'm fired up, I am fired up. 2026 is a year of fire. You are not going to depend on anybody. You are going to depend on God only. You are not going to depend on them that think they feed you. You are going to depend on God alone, because you are being called. This is the year 2026, the year of the called, the year of what? The called only. Wale ambao wameitwa mwaka ndio huu 2026. Wale ambao hawajaitwa kaeni pale kando kidogo. Wale hawajaitwa kaeni kando. Speakers inafanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. This is the year ya wale watu wameitwa. Hallelujah. Maana walikapitishwa kwenye kamoto kalikuwa, walikapitishwa kwenye makaa, walikapitishwa kwenye moto, tanuri ya moto walipitishwa. Maana Mungu alikuwa anafanya the final test, ndio gari igurume. Hebu sema brum. Weka sauti ya yani wachawi hawawezi kusema brum. Hebu sema maarogi matigeto muraginya kanwa. Hadi walikuwa wametufuga. Hebu wale tumefuguliwa. Guruma. Wale ambao tumefunguliwa wachana nao. Sema angarogi ndiye gibotokera goko. Kakashivu gako. Arogi ndiye gibotokera goko. Maigwete uru. Ni speakers nakata. Maigwete uru. Todo netwakira. Maigwete uru. Todo mekwereto vie mo make sure hawavuke. Moko igwagwa ngo. Shidwe. Raba
bashaka tara babosaya. Yes, hata mimi nimejua godhioma. Rekenderere borianda. Shakanda dada ate rekerere na moriada. Nipatie hiyo mic nyingine kama ni hii inakata, inaweza kuwa hii ndio inakata. Nasema watu wagurumisha gari, unaona mtu amefuka mdomo. Maana ni yeye, na walikuwa wamekuambia bio nenda muangalie na make sure hawavuki. Hallelujah. Maana wakivuka mnaenda kupanishiwa. That is why mena keha. Nikimatagiga teko ameshidwa. Hawako. Hawako. Sasa wanashindwa na nini? Kwani walikuwa competition na nani? Walikuwa na competition na nani? Washaisha, yani waliisha, they were finished. It is finished. Mwangalie mwenzako, I look like you are finished. Oh my God. Hallelujah. In the book of Psalms, chapter number 65, verse number 11. You crown the year with your goodness for thankfulness. Niletea white. Hizo vitu za black mnanipatiaga. Sisielewi. Haina purity. Haina purity. Nataka kitu clean. White, kitu clean. Yes, kitu kama hii. Kitu tageki. Na mtumio shauri ya mtaka. Kitu smart. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwangalie mwenzako amuulize terere. Muulize tu na kiduga yako. Mbona unakaa kama wewe ni mchawi? Mbona unakaa ni kama muulize tu na lugha yako. Mbona unakaa ni kama ni wewe ulikuwa unanitesa? Amekwambiaje? Si yeye. At every year at harvest time. Angalia sasa hapa. Katika kila mwaka, every year at harvest time, you bless people with lots of good things. At harvest? At what? Harvest time. Katika wakati wa mavuno, wakati kama huu tumefika mwisho wa mwaka, tunavuna. Nipatie mic nyingine. Tunavuna hiyo ya kampuni hiyo nyingine. Tunavuna. We are harvesting. Sijui kama mnanielewa, lakini inasema namna gani? Tusome pamoja. Every year at harvest time, you bless people with lots of good. Alafu huyo mtu muko na yeye karibu na wewe, namwambia aseme maana yeye ni yeye ambaye alikuwa ametumwa akuzuie baraka zako. Yeye ni mfalme wa Pasha, alikuwa amekamata anga yako. Kumbe wakati Danieli aliingia kwenye maombi siku ya kwanza, ndio mzigo yake iliachiliwa. Siku ya kwanza. Lakini hakuelewa, maana maadui na mahasudi walikuwa karibu na yeye. Mfalme wa Pasha, the prince of Pasha, akakuwa karibu, akakamata mizigo ya mtu anaitwa Danieli. For the 21 days, Danieli alikuwa tu anakiomba. Alikuwa tu akiomba. 21 days. Day 2 anaomba. Day 3 anaomba. Day 4 anaomba. Day 5 anaomba. Day 10 anaomba. Day 13 anaomba. Anauliza Mungu, Baba utatuteremsha lini? Baba utakuja lini? You said you will never forsake me, nor leave you. But kuna kitu kimoja hakuwa kielewa, ya kwamba already God had commanded, already God had spoken. Mungu alikuwa ashasema, alikuwa afanya vitu, ameachilia. Lakini kulikuwa na mfalme wa Pasha, akamkamata Michael, akamkamata malaika Gabrieli, akamwambia haupeleki vitu hizi, haupelekei Danieli. Danieli hatapokea. Danieli aliendelea kusukuma. Nataka nikwambie, umeendelea kusukuma, tumeendelea kusukuma. Hata kama tumekwama kwa matope, hata kama tumekwama kwenye mabonde, hata kama tumekwama kwenye milima,
kusukuma. Kama tu si kusukuma, tungekuwa wapi? Kama si kusukuma. Unajua kuna siku walitupagia siku moja, wakasema mnaenda kumalizika. Kuna siku walipanga siku moja, wakasema tumekamata wao. Waliwacha tukiwa ndani ya gunia. Waliwacha kama tumeshika miguu yetu. Waliwacha kama wameshika kazi zetu. Waliwacha kama wameshika ndoa zetu. Waliwacha kama wameshika mikazi zetu. Waliwacha kama wameshika huduma zetu. Waliwacha kama wameshika familia zetu. Lakini ulivyochomoka, kumbe Michael alitumwa. Ndio huyo Michael yuko mahali hapa. Wachawi mnapokonywa, wachawi mnaharagana, wachawi. Ndeni na hizo YouTube zenu. Mtafikiri mtatushida. Hamwezi. Unajua walituacha tukiwa na Gabriel. Sasa tuko na Michael. Haleluya. Walituacha kama ni Gabrieli. Unajua Gabrieli ni wakukaliwa, maana ni messenger. Alikuja kuleta domereri. Mwathani yakuga atiriri. Nigwe yakuga. That says the Lord. Hapana, Michael anakuja na upanga, anachenja watu, anaharagania mipango yao, anavurunja. Yeye hasemangi mwana amesema, yeye ndiyo kusema. Everywhere that you go, there is plenty of food. 2026 is a year of plenty. 2026 is a year of plenty. Just imagine how you gonna be venye utakuwa na the plenty. Yani vitu vitakushika kwa mikono. Hiyo biashara yako itakushika kwenye mikono. Hiyo huduma yako itakushika kwenye mikono. Hiyo ndoa yako itakushika kwenye mikono. Hayo maisha yako, wale watu wanasikia saizi ni wagonjwa, by 12, by saa 6 usiku, magonjwa yote yatakuwa yameondoka. Maana Michael ameshuka. Michael amekuja, amekuondoa. Yani sijui mnanielewa namna gani, lakini nieleweni tu, maana si kupenda kwangu, ni kwa sababu natembea na Michael. Hebu angalia mwenzako, angalia anatembea na nani? Imagine naona huyo mwenzako anatembea na kale kamchawi ka neighbor. Ati bado wako na mpango. Mpango gani? Na mshaburutwa. You have been scattered. You have been destroyed. You have been dismantled. You are nobody. You are nothing. Umekanyagwa. You are under our feet. 2025 iko under our feet. Shida za 2025 ziko chini ya miguu yetu. Unajua the most unfortunate thing, I'm now addressing wachawi. The most unfortunate thing na nyinyi wachawi, the most unfortunate, hamuelewagi majira. You don't understand seasons and the time. You are still there. Yani unafikiria ile game ulicheza 2025 utavuka nayo. Tushabomoa mpaka ukuta. Maana ukuta wa Jericho umebomoka. Tushabomoa ukuta. Wale kule mlikuwa mmejifungia. Tushabomoa ukuta. Yani you are going to be left alone on the other side. You will be a spectator. Sasa afadhali moja, na alafu ukuta ikibomolewa na ulikuwa unajificha the other side ya ukuta, uko kuibia takaorogi gaku. Si kaagushe sasa tukiwa hapa. Ndio tuambie Mungu akusamehe. Wakati wana wa Israeli, Musa alipoenda kule kuongea na Mungu, akirudi akapata Kora na Dathani wamejenga matenti. Mungu akasema atawamaliza. Musa akakimbia kabia Mungu, usimalize wote, maliza tu viongozi. Usimalize wote. Nataka nikwambie ninaweza kukutetea. Agusha hiyo kaushawi sasa. Kaagushe hapo chini. Tutasema ni wale wafagiaji wa kufagia mzuri. Tokuane doro. Sikunanyesha huko nje. Tutasema ni doro imekuja. Wewe usijali, kaagushe chini, maana hakata kusaidia. Kamekuwa expired. Hebu muangalie mwenzako.
uangalie macho yake, uangalie kama iko na dalili za mchawi. Mwangalie uone kama ako na kawasiwasi. Na ukiona ainui kichwa yake vizuri hivi, anainamisha hivi, neko ligwala ugokareki atia. Nimekupatia ruhusa agusha. Tukiendelea ukisikia tumesema amen, tumeshout na wewe ushout hivi, wakaanguka chini. Tutawekelea neiba huyo mwingine, tutasema ni huyo mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. I don't know, acha nikwambie, hakuna kitu ambacho ni mzuri kama kushinda vita. Unasahau mateso uliyoyapitia. Unasahau magumu uliyoyapitia. Unasahau kukejeliwa. Unasahau kuchekelewa. Unasahau madharau waliyokufanya. Maana one day unaweza kuwa na njaa ya siku 7, utapatiwa sahani moja peke yake inamaliza njaa yote. Nataka nikwambie siku hii ya leo, Mungu ameteremuka na ameteremuka akiwa mzima. Hiyo chukizo ambayo ilikuwa ndani yako imeondolewa. Hayo mateso ambayo yalikuwa ndani yako yameondolewa. Hayo magumu ambayo yalikuwa ndani yako yameondolewa. You are not going to face the challenges anymore. You are a blessed person. You are a blessed person. You are a blessed person. Umeinuliwa na umebadilishwa. Majina yako yamebadilishwa. Njia zako zote zimebadilika. Kila kitu chochote walisema hakiwezi kitafanyika sasa. Kutoka 2026 tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026, God is going to manifest in you. Ata manifest kwa hiyo kazi yako ndogo itakuwa kazi kubwa. Kwa hiyo huduma yako ndogo itakuwa huduma kubwa. Kwa hiyo familia yako ndogo itakuwa familia kubwa. God will manifest. Na si God wa Ukambani, na si God wa Wakikuyu, na si God ya Wajaruo. God of heaven, the God of heaven, he will manifest. Kutoka saa hii hata mimi ninasikia tumbo yangu ikiguruma. Minyoo walio ndani yangu wameanza kukufa. Maana wamejua serikali imepinduliwa. Wamejua maisha yangu imekuwa changed. I will never be the same again. I will be not the same man that you know. I will never be the same man that you used to know. Because now I have been lifted. Mashaka taya rabosoka ta. Rienda na nabosa. Wamebadilisha. Yani wewe walikujua mtu wa kuombaomba, sasa si wa kuombaomba. Watakujua kama mtu wa kupeana. Yani I'm talking to people that God is connected. I'm talking to people that God has already connected. Mungu amejiconnect na wao. As you are going to shout happy new year, we are not going to shout happy new year. Tutaakisha kando. Hallelujah. Hallelujah. Tutaakisha kando. Mulileta kando. Thank you. Nitakuhakishia maisha yako. Nitakuhakishia nuru. Ni mwanga wa kukumulikia mahali popote utakokwenda. You will have, mpatia kila mtu kando akae na yake. Na endelee kuiombea tunapoendelea kuhubiri. Endelea kuombea, mpatiane kando. Yes. Sasa unauliza ziko wapi na uzilikuja? Wewe acha msiene, leta kando. Ama wewe ni wale wanazuia hizo kando zijiakishwe? Wow. Unajua wakati tulienda mlima tarehe 7 mwezi wa 7. Na umpatie kila mtu akae na bahasha yake, umpatie kila mtu akae na bahasha yake. Uweke dhabihu yako ya kuruka mwaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakapoakisha kando, uwekelee dhabihu yako hapa. Huyo una seal. Maana ya kutoa dhabihu wakati umeakisha kando, umeseal. Maana tumetangaza baraka nyingi. Tumetangaza kumbe shetani alikuwa hajui umebarikiwa. Shetani alikuwa hajui unaweza kuvuka. Shetani alikuwa hajui unaweza kufaulu. Sasa wamesikia na wamenakili. Sasa ndio wasiweze kuingilia hiyo baraka yako. Unatoa dhabihu immediately, unaseal, unafuga. Hawataiona tena.
Sasa utatembelea 2026 hawakuoni, wanakuwa wakiuliziaga katumia mutumia ule wali hapo, unajua watakuita katumia kama ama watakuita gadhuri, maana walikuwa wamekufanya gatumia, walikuwa wamekufanya gadhuri, walikuwa wamekufanya kamutu, walikuwa wamekufanya kitu ambacho si hakieleweki. Now that God is going to bring you up and produce the real you, wamekuona the real you, wameona the powerful that you are, how powerful, how strong that you are, that you have won the battle. Harakisheni. Next time mtu akiingia unampatia bahasha kula kwa mlango. Umesikia Lucy? Mungu akiingia. Si watu wanajua wanakuja kwa nyumba ya Mungu. Yes, nyumba hii usiwahi kuingia mkono mtupu. Ndio nimwambie Shiri wa Oakland. Ninawaitisha. Shosho wa joka. Harakisheni. You're interfering. What's wrong with Mike? Kwa nini? Simweke hiyo kitu ya kupepeta. Wamepata? Kama kuna kesha umewahi kuenda ni hii. Najua umeenda kesha mingi sana. Najua umeenda kule umepatiwa mchanga. Na najua kule kuna mahali umeenda ukafanywa vitu. Kama kuna kesha itabadilisha maisha yako ni hii. Ashas, harakisheni kama hakuna mtu wa kupatia mkae chini sasa. Kila mtu akae chini. Second Corinthians chapter number 5 verse 17. Niwekee Kiswahili. Second Corinthians chapter number 5 verse 17. Zoom in. Una zoom in out. Second Corinthians. Wakorinitho. Second Corinthians chapter 5 verse 17. Kila mtu amepata bahasha? Nani hajapata bahasha? Hata Asha wapachukue bahasha. Na waimbi. Kila mtu achukue bahasha. I'm going to perform something that has never been performed in your life. Ndio mtajua sasa nikiwaambia si mtaanza kustuka. Ameweka Second Corinthians. Si umwambia niweke Second Corinthians. Mwambie kuna tofauti ya Psalms na Second Corinthians. Chapter 5 verse 17. Wacha tuangalie hii yetu. Second Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, ni chapter verse 17. Yes. To answer 16. For now on, therefore,
we regard no one according to the flesh. Even though we once regarded Christ according to the flesh, we regard him thus no longer. Therefore, if anyone is in Christ, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Yani the old. Yani kila kitu warogi walikuwa wameroga. And this is the ubaya. Yani ubaya wa Mungu ndio hiyo tu. Anawachaga uroge. Anawacha ufanye karabati zako. Anawacha ufanye kazi zako. Anawacha ujifanye mambo yako yote. Unafanya. Only for him to come 1 second. Ananalify kila kitu. Na umechoka. Mwaka mzima umefanya kazi kama puda. Mwaka mzima umefanya kazi kama jambazi. Mwaka mzima umefanya kazi ya mateso. Only to discover that you are doing zero work. Wabie mwezako. Ebu imagine ile kazi wamefanya gumu. Imepotelea bure. That every work they did, chochote ambacho walikifanya kimeambukia, kimebebwa na maji. Chochote waliinua kukuhusu kimeanguka. Minara walijenga kukuzuia imesambaratika. Mipango walikupangia kishetani imesambaratika. Walisema hautafaulu, imesambaratika. Walisema hautajua, imesambaratika. Walisema hautainuka, imesambaratika. Yaani mtu yoyote akiungama na Kristo kuwa kiumbe kipya, mambo yake ya kale yamepita, hali mpya imefika. Hallelujah. Mwambie mwenzako, I am new. Dare me. Mwambie dare me. Gari ya leo. Mwambie gari ya leo. Ambia huyo shosho wa kwenu, huyo anakuroganga. Ambia huyo anti wa kwenu, huyo anakuroganga. Ambia huyo anko wa kwenu, huyo anakuroganga. Ambia hako kapasta ka kwenu kanakuroganga. Ambia hiyo jangili inakuroganga. Mwambie dhubutu sasa, I am new. Mimi ni kiumbe kipya, nitakung'oa. Yani kama unasikia hiyo moto yote na unalala, question mark. Yani mpaka mimi nasikia kutoa hii nguo, lakini mtu anapata usingizi kwa hiyo moto. That is very dangerous. Mbona unalala? Oh. Mwadhani ya gocho. Bwana Yesu asifiwe sana. Second, the book of Philippians, chapter number 3, from verse 1. The book of Philippians, chapter number 3, from verse 1. These are prophetic messages. Kama uandike ni shauri yako. These are prophetic messages of what will happen to you. Kama haujanakili, mambo yatakupita. Yani utashangaa, utashindwa. What really happened to my life? I'm just giving you prophetic messages. Prophetic messages. Wacha nikwambie. We have been operating on an office called prophetic office. Tumekuwa tukioperate kama Musa. We've been speaking liberation. Tumeenda UK kuvunja madhabahu. Tumeenda wapi? Moscow kuvunja madhabahu. Tumeenda San Francisco kuvunja madhabahu. Tumeenda Nigeria kuvunja madhabahu ya waganga wa Nigeria. Tumeenda South Africa kuvunja madhabahu. Tumeenda wapi? Kenya mzima tumeenda kuvunja we were liberating. Sema kuliberate. Sema kuliberate. Sema kuliberate. Amusemi sema liberating. Na kama haujui Kisungu sema na lugha yako. Sio lazima ubebe useme kitu ujui. Liberating ni nini? Kuharibu. Ati kuharibu? Kuliberate? Hapana. Hiyo ni kubomoa.
Liberating ni freeing. To liberate. Liberate. Kunyakua. Kuliberate ni kunyakua. Kuliberate. Yeah? It is setting captive free. Releasing. Releasing. I am releasing. I am releasing you. Na wafungua. Kutoka kwa mikono ya wachawi na wafungua. Kutoka kwa mikono ya warogi na wafungua. Kutoka kwa mikono ya watu ambao ni wa maskini na wafungua. Kutoka kwa maroho ya mateso na wafungua. Kutoka kwa miroho ya kishetani ya Illuminati na kufungua. Inua mikono yako kama unataka kufunguliwa. Katika mikono ya shetani ninakufungua from every demonic power. Inua mikono yako miwili unapofunguliwa. Ndio hiyo mikanda inakatwa. Ndio hiyo minyororo inakatwa. Ndio hiyo ni ya uchawi inakatwa. Ndio hiyo warogi wanakatwa. Ndio hiyo wachawi wanakatwa. Ndio hiyo umaskini naondoka na kinakatwa. Limitation inatoka. Stagnation inakatwa. Sema amen. Ni speaker ndizo ziko nakata, zinakata. Speaker. Tengeneza hii zikae mzuri. Unajua hata wewe sasa sijui kama ni kufugwa umefugwa. Lakini hata kama umefugwa tutakufugua. Hapa hakuna mtu atatoka hapa kama amefugwa leo. Hakuna hata mmoja. Hata huyo mchawi mwenye alikuwa amekuja operation, you will go home and tell them I was captured. Unajua kuna watu walitumwa kutoka South Africa wakakuja hapa kutufunga. Wengine waliingia kutoka kwa ndege kutoka Brazil wakakuja wakaambiwa kuna kanisa mahali fulani, wakapatiwa mpaka Google Map wakakuja mpaka hapa. Na wakakuja wakakaa kwenye viti wakakalia, wakanyamba kwenye zile viti wakisema maneno itaenda kufanyika, maneno ikakosa kufanyika. Wakakuja na kufuri, wakaweka kufuri, wakasema nyumba imewekwa kufuri, wakakuta kufuri imekatika. Wakachukua chuma ya mlango, wakapata chuma ya mlango ndio inaenda kuwachoma. Walienda kuiweka kwa nyumba ikaanza kuwachoma. Ilibidi warudishe, wakasema ilikuwa imeanguka kwenye bagi na sijui venye ilianguka kwenye bagi. Imagine chuma ya mlango ilianguka kwenye bagi lako na ukasikia haiki kianguka kwenye bagi ya mlango. Yaani kichuma kile kinavuka pale kiliangukaje kutoka kwa mlango kikakuja kwa bagi yako hapa katikati. Yaani gesho hiki kigwa kuma haria yekeroga geyoka yekegwa bagi nega hagatakate ya mutumia oyo. Haleluya. Na hiyo bagi ilikuwa imefungwa, ichuma ikakuja ikafungua, ikafanya ikafunguka ikaingia ndani. Lakini ilipoenda kwake nyumbani, moto ukawaka ndani ya nyumba. Moto ukawaka, wakachomeka, mpaka akairudisha, akasema, akakuja akasema, mimi sijui venye ilianguka kwa bagi, na ndio maana nimerudisha. Nikasema kitu ya kanisa lazima irudishwe kwa kanisa. Moto. Hivyo ndivyo Mungu amekuweka moto leo. Wani watakuwa wakichomeka. Yaani wacha utasikia wale walikuroga jana, utasikia ripoti yao kesho. Wachana na hii ya jirongo. Wachana na hii ya jirongo ya kuweka tochi. Sisi hatuweki tochi, tunahakisha moto. Yaani mtu amekufa hapo kwa saduku na anamulikwa. Na inaenda 65 days. Ni 65 walisema wewe ni Muluya, wewe ni Mutiriki. Mnaweka siku ngapi? 60 days. Na mbona hujatufundisha hii kitu? Wamemumulika huko ndani, amekaa ndani. Imewekelewa hapa, iliwekelewa hapa, inamumulika. Venye inaendelea kuzima 65 days, bendera inaendelea kukua nusu mlingoti. Venye wanaendelea kuzimika, bendera inaendelea kukua nusu mlingoti. Maana aliyefanya hivyo ako kwa ligi ya mlikuleta nusu mlingoti, lakini na hii nusu mlingoti yetu nani aliiteremsha? Nusu mlingoti. Kumbe tulijua tochi itawaka. Kuna mtu ataenda na hiyo tochi.
si itakuwa imeglorify ufalme wa shetani. Na watu wengi watatoka makanisani waende wakatafute wao wase wawafanyie maneno. Ati kuna mtu amenisumbua sana, hata mapasta wataenda. Hiyo kitu ikifanyika, maana itafanyika, hata mapasta wataenda kutafuta hiyo moto. Toch, utasikia kumetokea. Wacha fibo ya Musa, huyu yako hapa. Kutatokea tochi ya nani? Tochi ya Watiriki Ministries Evangelism Center. Lakini for the rest, huyu alitokea Philippines, alitoa wapi? Tulisema mimi nikasema Hebu angalia kama kuna mchawiri karibu na wewe. How comes ninasema ninasahau? Filipo 3:1. For the rest, my brethren, delight yourself in the Lord and continue to rejoice that you are in him. To keep writing to you over and over of the same thing is not irksome to me, and it is precaution for your safety. Verse 2. Look out for those dogs, Judaizers, legalists. Look out for those mischief makers. Look out for those who mutilate the flesh. Aye! Wangalie, look out for them. Wanaitwa nini? Judaizers, madogs. Ngite meta wangite. Meta wa maui. Meta wa maui. Meta wa ngite. Meta wa ngite. Ngui. Kana solo. Mangite. Aloi. Wewe, wacha kulala hapa. Wacha kulala. Nakwambia hiyo roho ya, naomba hiyo roho ya kulala iondoke katika jina la Yesu Kristo. Hiyo ndio roho walikuwa wamekurutia ya kujaganyikiwa. Na ni neiba yako. Si neiba yako huyu. Neiba yako kule unakaa. Si hapa Nairobi. Kule ulitoka. Ati look out. We, tupatia Kiswahili tafadhali. Pitua hiyo kuja Kiswahili. Kuna mama hapa hasikii Kisugu. Huyu apostle hasikiage Kisugu. Halo. Halo. Hebu nisalimie kwa hewa. Halo. 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 Roda. Halo. Roda. Halo. Nikigira gutura. Roda. Mbona uinui mkono yako? Mbona usemi halo? Umesema baadaye. Finally. Haya, iko wapi? Weka Kiswahili mami. Jihadharini na hao watendao maovu, hao mbwa. Watu wanaosisitiza kujikata mwilini. Yaani wanajikata mwili wakisema mayagai no ginyakwe, mayagai no ginyauministry higwa. Yaani anakata mwili wake, anakata, anajinata mwili ndio kazi yako ianguke. Anajikata ndio mtoto wako agonjeke. Anajikata ndio kitu kisifanyike. Na kuambia watajikata, wataenda hospitali, watadungwa sindano ya tetanus, lakini hawatapona. Wakati wa maadui wa kuondoka umefika. Hawatapona.
aliyekuinukia asipobadilika, atubu dhambi zake, hatapona, atajikata. Naye mtu anaitwa Elija akawaambia manabii 400 ya kwamba jitayarisheni, nendeni mfanye kazi yenu, nendeni mfanye kazi, muhakishe moto. Wakajitayarisha, wakaanza maombi yao, wakaanza mipango yao, wakaanza kila kitu, wakang'ang'ana, wakajikata, wakamwaga damu, wakafanya kila kitu. Baadaye wakakuja kwa Elija wakamwambia, tumeshindwa. Watakuja kwako, they will come and confess. 2026 they will come and confess that it is me. Ni mimi niliroga ministry yako, ni mimi niliroga ndoa yako, ni mimi nilikuhangaisha, ni mimi. Watakuja kama wamekonda kama mkode, wale ambao walikuja kupasua kanisa, wale ambao walikuja kupasua ndoa yako, wale ambao walikuja kupasua biashara yako, wale ambao walikuinukia kule kichini. God is going to expose them now. God is going to reveal them now. 2026 they are going to be manifested. Watajaribu kujificha, hawataweza kuona. Watajaribu kuingia kwenye mitaro, hawatafaulu. Maana this is the year of the righteous. Mwaka wa kutetewa kwa watu waliosimama na Mungu. This is the year. Yani hawa watu wanaitwa majibwa, maumbwa, matakataka, ng'ombe hawa. Sidivyo nani anasemaga? James Maina. Ng'ombe nyinyi. Na ako Kitengera ama kwa wapi? Ulijuaje ako Jerusalem? Ulijuaje ako Jerusalem? Ni baba yako? Okay. Asante. Mbona hujavaa gunia kama yeye? Saizi amevaa gunia. Si uvae gunia, tuvae for example. Huyo ndiye babangu, huyo ndiye aliniombea wokovu. James Maina Ng'ang'a ndiye aliniombea wokovu. That's my spiritual father. Awe mchawi, awe mbaya, awe malaya, awe takataka, ni baba yangu ya kiroho na ninamheshimu. Yes. Wale mnasemanga hajaokoka, alizaa mimi. The radical me. Hello. Si mnaonaga wakati mwingine nakaa kama yeye. Lakini aliyenilea ni Harrison. Ule anaigiriago na haka kamama kanaitwa Shiro. Kainikia alirega gatumia kau. Tondu gutire geka kibindi na kage kugweta Harrison. Kamwetaga grad master. Kai. Nigwe kanyira. Garathige kanyirite. Garathige kanyirite. Getago shosho wa joka. Garathige kanyirite. Ogu. Yani oragarathi, Ngai ni akuhea kahinda. Wetotore. Unajitotora. Hata kama ako na makosa, you have no legal right kumuingilia. Makosa ni yeye, wanaulizana na Mungu. Bwana sifiwe sana. Muache kuingilia. Musiingilie. Sikuzui. Enda mfanye ile maneno mnafanyaga. Enda mfanye ile maneno mnafanyanga, lakini God is looking. No udhiawe kanyerete. The more you are talking, unawekwa kufuri moja. Ukiongea ingine, unawekwa kufuri ingine. Mimi hata ule uwori ama nani, I have no interest with them. Maana mimi mwenyewe sijaokoka. Mimi mwenyewe na kuhubiria hapa niko 11%. Sasa mimi nitapoint nani? Mimi mwenyewe niko 11%, wokovu yangu iko 11. Nitapoint nani? No gugati muhonoku kana ni muhonoku. Ama wame okoka percentage gapi? Uikara matuigoro kana ikara huko the. Yako ni 3, wewe ni ngapi yako? 10. Na wewe? Na wewe? Hata hauna. Na wewe? Na wewe? 5. Na wewe? Sasa hebu niambie, kama hapa yote hii line yote ijafikisha 6%, utarudi upoint nani? Utasema James Maina Ng'ang'a ni msherati. Mlifanya na wewe usherati?
Utasema Harrison ni mchawi ama ni wa Illuminati. Mlikuwa na yeye kwa Illuminati. Kuna mama mwingine nilisikia akisema mimi nakunywaga pombe. Nilikuwa nakunywa kwao, akaniona, ama nilikuwa nakunywa kwa bar. Lady anywa gera bar. Ama nilikuwa nakunywa kwao. Si nilikuwa nakunywa kwa bar. Na anajua mpaka ile nilikuwa nakunywa ni Guinness. Sasa kama alijua ni Guinness, alijulia wapi? Alijulia wapi? Alikona ile akenywa. Mwakitema yake hata nakunywa pombe ya adabu. Alikuwa nakunywa ile kanasema galeta gathuri ngui. Kale kaliua kazeni yangu. Tulisika kazeni yangu juzi before Christmas. Alimeza hiyo kanaitwa gathuri ngui. Kumbe huyu anakuona ukikunywa padile mwingine ni kujificha, ameficha anakunywa gathuri ngui. Na akikunywa gathuri ngui akitoa pumuzi hivi unasikia ni kama maiti iko ndani yake. Maana ni ile chemical ya kusafisha chuma. Sasa inakatakataga hapa yote, inakatakata. Unasikia asubuhi akiongea unasikia yani amechomeka. Na huyo sasa ndio alikuona ukikunywa Guinness. Sasa si afadhali mimi nikienda bikuni nitasema ni Guinness hapa. Na Guinness ile kiumete gano ine. Simetoka kwa gano. Na Yesu mwenyewe alisema gano na dhawani shile kwa ikura nile. Na gano ni yake kura yake hemo Guinness, danywa mo Guinness. Na dage kena mwere wagera. Guinness is food. Oyo aranywa gathuri ngui chemical. Aranywa nili akenywa gathuri ngui ni aranywa na agenywa Guinness. Nani anaweza kuchomeka sana kuliko mwingine? Ni huyu wa gathuri ngui. Mimi nitachomeka tu kidogo. Mungu adiambie usirudie kukunywa Guinness tena. Nitajitetea. But don't try this at home. Usiende kusema ati apostle anakunywaga, hata mimi wacha nimeze, lakini mimi sikuzuii kukunywa. Si hata hawa kinajua hiyo wanavutaga bagi hata saa hii. Na ni pastor kanisa. Huyu. Kale kanavuta bagi. Kale kanavuta bagi. Nani mwingine hapa anavuta? Uliwacha? Wewe usiende. Usitoroke. Siwezi kukukataza ukunywe bagi. Vuta ni yako. I'm here to make you. Mimi sikukatazwa kuvuta. Mimi sikukatazwa kukunywa pombe. Niliendelea nganga, tulikana nganga nikikunywa tu. Lakini wakati wa kuacha hakuna mtu aliniambia niwache. Niliwacha on myself. Sasa nikiambia huyu Joel wacha na nakaanga kwake peke yake, nitamfuata mpaka kwake. Niko na microphone hapa na inataka nini? Microscope ya kuona kwake. Si sasa nimetengeneza mkora, maana ataanza kujificha. Si nimulete karibu na namuulizaga niogolete kanyamu joke nako. Usiniulize ni wapi. Usiniulize nilijulia wapi pale inatokaga. Badala aende akatafute kama amejificha, nampelekea, namwambia agushia kama mudu. Sasa wewe unacheka. Wewe ni pastor. Si ndio? Ndio hiyo. Wewe ni pastor, si ndio? Wacha nikutumie maana wewe tunaweza tuko level. Sasa wewe tangu kuwe pastor umekuwa na boyfriend? Tongea tu ukweli. Kuna kimwanaume kilikuja kikakudanganya, kikakuagusha, si ndio? Kwa maisha yako tangu uokoke. Si kuna kimwanaume kimekuja na ukaona ni kama ni Mungu amemtuma, kumbe kilikuwa kimumkora. Ni shetani. Kwa hivyo hakuna. Kilikuwa. Kwa hivyo kilikuwa. Hakuna sahi. Kwa hivyo kilikuwa. Hakuna. Kwa hivyo kilikuwa. Si sahi. Kilikuwa. Kimeondoka. Kwa hivyo kimeondoka. Kwa hivyo kimeondoka. Hakuna. Thank you. Wewe na Joel anavuta bagi na wewe. What's the difference? Wewe uliambia mtu niko hapa chini na ulikuwa kwa nyumba. Mwambie nipatie dakika 5 niko hapa chini. Wewe na Joel anavuta bagi. What's the difference? Hakuna.
There is no difference. Sasa wewe unaliga hapa ati wewe ati Joy anavuta bagi na wewe kidharia kimudu kia maheni mdomo yako chochote inatokaga ni uongo tu. Ile kitu yako inaweza toka ya ukweli ni ugiathimura hatio. Alafu inakuja kusema ati yeye anakunywa pombe, huyo ni mlevi anakaaga. Wewe ni mbaya kuliko hao. Tulikuwa wabaya kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. This year that we are entering, there will be God's anger. Kutakuwa na anger. The anger of God towards the unrighteous. Umesikia? Kutakuwa na anger. Itapigana na wale watakuwa wakiinukia watu wa Mungu. Watu wa Mungu si watu wa Mungu wale wanaikujaka kanisani, ni wale wako na relationship na Mungu. Durudishie hapo mami, rudisha tu hapo tumalizie. Jihadharini na hao watendao maovu. Hao mambwa, watu wanaosisitiza kujikata mwilini, ni wale wanasema mayagai. Kile kimwanaume kilikuwa kinakwambia mayagai ndiga utiga, sitakuacha hata kufanyike nini, alafu kikaenda kikatoroka. Unakumbuka hiyo kimutu kilikuwa kinakudanganyiriria ati hakitakuacha. Sasa kimeenda. Na kilikuwa kimeapa mayagai. Na wakaniambia, "Aki, are you speaking the truth? Unasema ukweli? Hebu rudia, kama ni ukweli rudia tena. Mayagai ndiga ni mayagai." Hao ndio walijikata. Wakaapa. They swore to God, but they were not meaning it. Verse 3, please, quickly. Watu walio tahiriwa kikweli ni sisi, si wao. Yani watu ambao wamepitia process ya Mungu ni sisi. Hebu mwambie mwenzako, unaweza kuhesabika kama mtu aliyepita mtihani ya process ya Mungu? Unaweza muangalie na umkaribie waje kuongea na nini? Ama ni nirao takwalia. Nirao takwalia. Ati kimodo mukyo rugege thabio geke. Geke hiana ke Black Beauty. Tiga ni mungari. Geke thabio ri. No kwani go munyaka. Eka gitwa thambirie roda gicoka gigate. Ayote. Agetiga process. Agetigira. Watu waliotahiriwa kikweli ni sisi, si wao. Kwani sisi tuamwabudu Mungu kwa njia ya Roho wake. That is the measure of understanding the process of God. That unamwabudu Mungu kwa Roho wake. Unamwabudu Mungu kwa kweli. Wale ambao watafaulu kwenye vita hii ni wale watamwabudu Mungu. Wale watatoboa 2026 vizuri na washinde, maana kuna utajiri mkubwa unaachiliwa. Kuna mali kubwa inaachiliwa. Kuna ndoa imeachiliwa. Kuna kazi imeachiliwa. Kuna biashara imeachiliwa. Kuna huduma zimeachiliwa. Na wale ambao watafaulu kukamata, wale watafaulu kurejeshewa, ni wale ambao watakuwa kweli wanamwabudu Mungu kwa njia ya Roho wake na kuona fahari katika kuungana na Kristo Yesu. Mambo ya nje tu hayatayadhamini. Huwezi kuwa tu wewe unajulikana kwa uzuri hapa nje, lakini kule ndani ni manyoka yanakaa huko ndani. Unajua kuna watu wako hapa lakini ni nyoka. Halo? Unajua watu wako hapa, kuna watu tuko na wao hapa lakini ni nyoka. Wewe unaona ni mtu Mungu karibu na yeye. Hebu angalia huyo mtu, angalia miguu yake kama inakaa kama scales, kama iko na scales. Angalia miguu yake. Angalia huyo Mungu karibu na yeye. Uangalie miguu yake uone kama imeparara kidogo. Wamestuka. Bwana asifiwe sana. Jari tupatie vuvusera huko.
Tuende chapter 4. Philippians chapter 4. Hapo tu uende chapter 4. Uende kwa hiyo ya Kiswahili tu. Andika Philippians 4 verse 1 na 2 na 3. Tufunge sasa ndio tuingie kusherekea. Tumebakisha dakika 5, si ndio? Ama tumebakisha ngapi? 15. Kwani yetu inaenda mbele? Kwani ni ya Kasongo? Ha? Kasongo mama na ingali Kasongo watu wa Kasongo, poleni sana, tutahubiri tu, mpende msipende. Habari ya Kasongo. Aya, uko hapa? Uko sawa? Pole sana. Hiyo roho pambana nayo iondoke kabisa. Si ndio? Pambana nayo kabisa. Inanyemelea, inakunyemelea. Inakunyemelea. Kuna ndoa ulifanya. Umeona? Unajua kama zile ndoa, kuna wangapi unakumbuka wale tuliumisha matiti yetu kale kakitu? Joroli, Joroli, Joroli. Joroli. Akwa oli Joroli. Kumbe uliumisha. Unajua hiyo kuumisha ni ndoa ulifanya. Ulifanya maagano, maana kaliuma na ukakaibia. Joroli, 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 Joroli. Akwa yorile, Joroli. Na ikakauma. Hiyo ni ndoa. Ile ulifanya hivi, leta hivi. Kuna hii ulifanya hii. Uliwahi kufanya hii? Hiyo ni ndoa ulifanya. Hiyo ni maagano. Sasa wewe unaongojea kuambiwa ulifanya maagano na mchawi ama na mganga. Kuna vitu vidogo sana ulifanya. Vidogo sana katika maisha yako. Kuna wengine tulitoboa mkono kidole hapa tukaraba, kama wewe ulikutobolewa siku moja na kakijana kakaraba na wewe ukaraba. Hujawahi? Wangapi walioitobolewa ikarabwa na huyu akaraba? Hakuna? Yule huko nyuma. Hiyo waliraba, ukiraba hiyo, that's a blood covenant. Hayo ni maagano, hiyo ni ndoa. Ndoa nyingine nikwambie ni gani? Yule kijana alibreak virginity yako. The man that broke your virginity. Hiyo ni ndoa inasimama. Huyu mko naye kwa nyumba ni mkora. Yule anajulikana. Yule anajulikana. Ni yule alibreak virginity yako. Maana huyo ndio mlimwaga damu. And you made a blood covenant. Sasa hiyo covenant ndio likoga na isikule. Ndio naona ndoa yako imekataa kusimama. So kama huko wewe ulibreakiwa virginity na kijamaa, ukichunguza huyo mwenye alikubreak virginity, ndoa yake naye pia si simple. Maana biguni wewe ndio unajulikana na yeye ndiye anajulikana. Ndio ukikuja hapa kutoa dhabihu, bwana yako asachiwe, kule unakuta yule mzee wanapigana na bibi kule, wanaanza kuvurugana. Maana search imeanza. Search ikianza inaenda kule, inamwambia unatafutwa. So wewe huko kwa Bwana na ule alikufanya hivyo, anahangaika huko ni makaga kule kwenu. Atola goragio dokagea muka, dokagea. Sasa unakuta mtu anahangaika kama venye nimehangaika. Miaka yote hii mimi nimehangaika. Wakati nilijua ni makosa ilifanyika, na mwenye tulifanya naye hivyo alikufa na ndege hapa akiwa governor. Na yeye pia alikufa bila kuwa na mtu. Si unaona? Alijaribu wanaume karibu 7 wakamkataa. Mimi nikajaribu, wakati nilijua hivyo nikainua dhabihu, cancel hiyo covenant. You cancel the covenant. You raise a sacrifice to cancel the covenant, because a blood covenant, it is the most dangerous covenant, no matter how it was. The blood covenant, it is the most dangerous covenant that you have. Na nyinyi yote mlimwaga damu. Hakuna mtu hapa labda wale mavagin.
Mavagin, inua mkono juu. If you know you are virgin. If you know you are virgin, inua mkono juu. Haujui? Please. Hao ndio tu wako secure hapa. But all of us here, we are under a covenant that is haunting our lives. Kama sasa huyo mama ambao nilibreak, mama kama mimi nilibreak virginity nyingi sana. Imagine kule wako, mateso ile wanapitia kwa sababu yangu. Kwa hivyo mahali popote wakilia, kilio chao kinafika biguni, mimi nagogwa. Sasa imagine nilibreak virginity 10. Sasa vilio 10 zinapanda kwa Mungu kwa pamoja. Zinaenda zikisema dola. Paka wanasimama kuuliza, kari yako kudeja. Sasa hiyo kilio inarudishwa kwangu na kishindo, matatizo yananipanda, nakuta I will never face any stability in my life. Challenges inakuja nikiombea bana, na tena sijui what is fighting me. Mimi naona wachawi, kumbe si wachawi, mimi ndio mchawi. Sasa mimi nakuja hapa niombeeni, kuna wachawi wa kwetu, si wachawi, ni mahali kuna maana siku zile zetu watu wa ghorofa namba 3, 4 na 5. Si watu walijua marojini sana. Ni watu wa December huko kwa Maigoya. Kanatigo. Sasa huko kwa shamba yenu, unajua tulikuwa tunaenda usiku ukitaka sasa, na huyu ndio nataka kumuita akiwa kwao, naenda hapa kwa gate. Naye Grace anasema unakuta sasa hiyo anaanza kuosha vyombo ndio amwage maji nje. Kumbe si maji. Akifika nje hivi kidogo ndio huyo hapo nyuma. Na anaenda anarudi haraka na hakuna mtu anajua. Sasa imagine hiyo virginity ulimwagiwa, ilifanywa wapi? Kwa hiyo shamba yenu. So hiyo mchaga ya kwenu hakuna siku itakukubali. Itakukataa. Maana kuna covenant imefanyika yako ambayo si halali. Ndio nakuta hata ukitoka kwenu kuja Nairobi, biashara inakukataa. Ukitoka kwenu kuja Nairobi, hakuna kitu kinakukubali bana. Lazima mchanga wa kwenu ukukubali. Ndio Nairobi ikubali wewe. Maana a report has to be sent na mchanga ya kwenu. Iseme huyu mtu tumemkilia, mnaweza kumpatia mali huko. Ukienda Amerika, mchanga ya kwenu kama imekataa, utaenda kuishi maisha ya kwenu Amerika. Kama mchanga ya kwenu imekukataa, uenda UK, utaishi maisha ya geshagi kwenu. Maana you have been rejected by the soil of your land. Because the soil has a covenant with you, a blood covenant which was illegal, ambayo ilifanyika kwa Katomaigoya. Alafu kutoka hapo kaenda hapo chini ukapupu. Sasa imagine uliharibu shamba. Sasa this thing will never accept you. Hallelujah. That is why it is a covenant. Wakati unamwaga damu kwa mchanga, it is a covenant. Ndio maana Abraham aliambiwa akae chini atairishwe. Alipotahirishwa ile damu ikamwagika kwa mchanga, ndio akakuwa na covenant na mchanga. Why we circumcise? We circumcise so that we can have a covenant between man and the soil. And God anakuwa witness. So that you have a covenant with the soil, that now the soil will agree to give you food. Will agree to write you as a man who will succeed. Will agree to say that indeed you are going to prosper. So there must be a covenant. Na hiyo ndio covenant Abraham aliambiwa amwage damu, akaambiwa kalia kamawe amwage damu. Wakati Musa alisahau kutahirisha mtoto wake, God alikuwa anataka kuua Musa. He was about to kill Moses because Moses alikuwa anafanya kazi, lakini mtoto wake kule nyuma hayuko kwenye covenant. Kwa hivyo mahali popote wangeenda wangeshindwa. Ilibidi mama yake achukue kichupa.
si ndio? Kuchupa mani mawe, ilibidi achukue mawe. Sasa imagine ukitairishwa na mawe, how painful it was. Baka umestuka, umesikilia huyo mtoto huruma. Mashari yekihiga ka nigetha kuingia covenant. Mungu akamsamea, kaacha Musa. Na God was ready to kill because there was no covenant. When you make an illegal covenant, the forces ya kishetani inachukua nafasi hiyo, kwa sababu haukuachilia maneno ya Mungu, haukuachilia maneno ambayo yatakulinda. Sasa mlimwaga, kwa sababu ni kama igoya ine na unataka kukimbia nyumbani haraka haraka, ulimwaga damu na ukakimbia haraka haraka ukarudi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. So the covenant imewachwa open. Mainzi za choo zitakuja, vitu vya kishetani vitakuja, zitachukua, zitafanya maagano na hiyo damu yako. Zikifanya maagano na hiyo damu yako, basi wewe kwisha. Na ndio unaonanga wanawake wakati wenu wa heavy, wakati hiyo kitu mnatoa hiyo sodo, jaribu sana usiiwache. Hata kama tumesoma sana, jaribu sana wacha kurusha kwa hizi mavitu mnarushaga hapa, because haujui anayeokota hizo vitu ni nani. Because the cycle of a woman is also a covenant between God. Hakuna kitu watu ambao wanatoanga dhabihu kila mwezi kama wamama. Na ndio unaonanga wamama they are stronger in faith, because hiyo damu inamwagikanga, is a sacrifice, inamwagika kwa mchaga. That is why ukimake declaration that time you are on this thing, then God unafanya maneno makubwa yanafanyika. Tusimameni kwa miguu yenu. Imebaki dakika ngapi? 4 minutes. Nani viberiti ni ngapi? When in the minutes takuwa tutahakisha tu. Acha nitangulize kwa kisha yangu. Sasa shika nikuhakishie, acha nikuhakishie na yangu. Sasa akishia wewe, akishia huyu, wewe uhakishie huyu. Joel akishia hapo, akishiana yani light kwa huyo next wako. Huyo. Hivyo ndivyo maisha yako itang'ara. Hivyo ndivyo Mungu atakuhakishia maisha yako. Yani I am releasing a special anointing upon your life. Kutoka leo maisha yako hayatakuwa venye yalikuwa tena. Tunapovuka, akisha wako nyuma yako, moto itambalisanwe. Tambalisana. Akilia ushio. Twende nyuma, twende tukienda, harakisheni kidogo. Nimebaki dakika gapi? Two minutes. Thank you. We are crossing now River Jordan. We are crossing. Tupatie Exodus 14. Exodus chapter number 14. Tupatie Exodus chapter number 14. Kila mtu hakikisha moto yako inawaka. 1 minute. Ikifika 10 seconds, minus 10 seconds mniambie. Mtainua tu juu. Nitahesabu from 10. Ikibakisha 10 mniambie. Exodus chapter 14 verse
1. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! 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 Sasa tulieni. Tulieni. Inua tu msoma yako juu ninapoakisha moto wa maisha yako. Exodus 14 verse 1. Then the Lord said to Moses. Sasa wewe kuwa Musa. Tuendelee, mami tuendelee haraka haraka. Tunataka kurukaruka. Tell the Israelites, sasa nyinyi, that they must turn around. Yes. They must go and stay near Phirahorothi, between Migdol and the sea. Yes. You must put up your tent beside the sea, across Baal-Zephon. Verse number 3. Then Pharaoh will think the Israelites are confused. They do not know where they are going. The desert has stopped them. Woo! Verse 4. Then I will cause Pharaoh's mind become hard again. He will go to catch the Israel. I will show how great I am when I will win against Pharaoh and his whole army, because these, the Egyptian, will know that I am the Lord. The Israel did what God said. 5. Someone told the king of Egypt that the Israel had turned away. Then Pharaoh and his officers changed their mind about the Israel. They said, we have done foolish thing. We have let the Israel go. We have lost our slaves. Weka muziki! Weka muziki! Weka muziki! Nasema kama uko na miguu na unajua wewe si mchawi na unajua tumeambia we are no longer slaves, tumeachiliwa,
Tembea kila mahali ya kona ya nyumba, useme umemiliki, kama vile Joshua aliambiwa, mahali utakanyagisha miguu unameleki. Anza kumeleki, tembea ukimeleki. Sasa Baba, naomba nitembee nawe milele. Oh Baba, naomba nitembee nawe milele. Usiku na mchana naomba nitembee nawe. vuvuzela. Usiniache Baba, naomba nitembee nawe milele. Na watoto wangu naomba utembee nao milele. Usiniache Baba, naomba utembee nawe milele. Oh Baba, naomba nitembee nawe milele. Oh Baba, naomba nitembee nawe milele. Oh, nitembee nawe. Inuliwe Bwana wa mabwana, inuliwe, umetenda mema. Inuliwe Bwana wa mabwana, inuliwe. Alafu sasa weteni sacrifice. Bring your sacrifice here. Wekelea sacrifice yako hapa. Wekelea sacrifice yako hapa. Inuliwe Wekelea kwenye madhabahu. inuliwe, umetenda. Baba, umetenda mema. 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 Kayore mwega, kayore mwega. Kayore mwega, kayore mwega. Kayore mwega, kayore mwega. Oh, kayore mwega, kayore mwega. Kayore mwega, kayore mwega. Oh, kayore mwega, kayore mwega. Oh, kayore mwega, kayore mwega. Oh, kayore mwega, kayore mwega. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nimebarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nimebarikiwa. Oh, mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nitabarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nimebarikiwa. Oh, mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nimebarikiwa. Mwaka
mwaka wa Bwana, mwaka huu nitainuliwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nimebarikiwa. Oh, mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nimebarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nimebarikiwa. Oh, mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nimebarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nimebarikiwa. Oh, mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nimebarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nimebarikiwa. Mwaka huu nitaenda ng'ambo, mwaka huu nimebarikiwa. Mwaka huu Oh, ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nimebarikiwa. 2026 ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nitafaulu sana mimi. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nimebarikiwa. Oh, mwaka huu nitapanda ndege, mwaka huu ni mwaka wangu mimi. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nimebarikiwa. Oh, mwaka huu nitafunguliwa milango, mwaka huu ni mwaka wangu mimi. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nimebarikiwa. Oh, mwaka huu nimetolewa madeni, mwaka huu nimebarikiwa baba. Ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nimebarikiwa. Farao, nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Mwambie Farao, Nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanaani. mwambie Farao, nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Mwambie Farao, Nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanaani. oh, waambie wachawi wote, nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Mwambie Farao, Nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanaani. oh, naenda Kanani. Naenda Kanaani. Oh, naenda Kanani. twende Kanani, twende Kanani, Naenda Kanani. lakini si ya raia Oh, naenda Kanani. na si Singapore. Oh, naenda Kanani mimi. Oh, naenda Kanani. Oh, naenda Kanani. Oh, naenda Kanani mimi. Watu naenda Kanani. Na watu wangu twaenda Kanani. Na Kanani. Watoto wangu twaenda Kanani. Nyumba yangu naenda Kanani. Vigelegele, vigelegele, vigelegele. Sasa nataka sasa tuna make declarations that we are going to seal this year. Tumetoa sacrifices zetu. We are turning these offerings and sacrifices to commit them throughout this year. Abraham aliambiwa na baba mbinguni, chukua mtoto wako wa kipekee Isaac, umpeleke kwenye mlima Moria, kwenye mlima mmoja ambao utamtoa pale afanyike kafara, nami nitakubariki. Siku hii ya leo nataka kunena na mchanga wa taifa la Kenya. Nataka mrudie, mimi ndio nimeshika mchanga, mimi ndio nabii. Naye Yeremia akatumwa na Mungu aende aambie mchanga uandike, na mimi Dora nimetumwa na Mungu niambie mchanga uandike. Wewe mchanga, semeni ewe mchanga,
mchanga. Wewe mchanga. Wewe mchanga. Wewe mchanga. Wewe mchanga. Sikia neno la Bwana. Sikia neno la Bwana. Kutoka leo. Kutoka leo. Uandike. Uandike. Mimi nitafaulu. Nitafaulu. Uandike. Uandike. Mimi nitajaliwa. Nitajaliwa. Uandike. Uandike. Mahali popote nitaenda duniani. Mahali popote nitaenda duniani. Nitafanikiwa. Nitafanikiwa. Uandike. Uandike. Mimi nitapata mazao. Mimi nitapata na mazao. Nitapata uzao. Na nitapata uzao. Uandike. Uandike. Nitapata baraka mahali pote nitaenda. Baraka mahali pote nitaenda. Chochote nitakachotaka uandike, kitapatikana. Hakuna kizuizi, hakuna mtu, hakuna watu, hakuna mji, hakuna giza itakayozuia nipate baraka zangu. Wewe ardhi, wewe ardhi, nisikie neno la Bwana. Andika jina langu kama jina lililofanikiwa. Andika biashara yangu kama biashara iliyofanikiwa. Andika ndoa yangu kama ndoa iliyofanikiwa. Andika afya yangu kama afya iliyofanikiwa. Andika huduma yangu kama huduma iliyofanikiwa. 2026 ninakuamrisha, Mungu amesema na amenena na ardhi ya kwamba 2026 hakuna kitu kitanizuia, kwa sababu ya wewe unaitwa 2026. Kwa sababu unaitwa 2026. Wewe ni namba moja. Namba moja kulikuwa hakuna kitu, lakini Mungu akaumba. 2026 umeumbika kwangu kama baraka, kama neema, kama vibali, kama ushindi. Mapepo, nguvu za giza, mipango ya wachawi haitafaulu 2026. Wewe ardhi, andika, wachawi hawatafaulu kwa maisha yangu. Wachawi hawatafaulu kwa kazi yangu. Wachawi hawatafaulu kwa huduma yangu. Wachawi hawatafaulu kwa ndoa yangu. Wachawi hawatafaulu kwa watoto wangu. Wewe ardhi, lisikie neno la Bwana. Pesa zozote za nchi yoyote zitakuja kwenye mikono yangu. Si hizo pesa zimetoka kwako? Si zimetengenezwa na wewe? Si utajiri umetoka kwako? Sasa lisikie neno la Bwana. Mimi nimebarikiwa. Mimi ni mshindi. Hautaniweza tena. Sema amen. Ni Bwana Yesu amefungua, ni Bwana Yesu amefungua, yote amefungua, ya kwenda ng'ambo amefungua, ya utajiri amefungua, ya kupata pesa amefungua, ya kupata ndoa amefungua, ya kupata watoto amefungua, ya kupata pesa amefungua, ya kupanda ndege amefungua, ya uponyaji amefungua, ya kuinuliwa amefungua. Ni Bwana Yesu amefungua, ni Bwana Yesu amefungua, ni Bwana Yesu amefungua, ya watoto wangu amefungua, ya biashara yangu amefungua, ya kwenda ng'ambo amefungua, ya utajiri amefungua, ya kushika pesa amefungua, ya uponyaji amefungua. Ni Bwana Yesu amefungua, ni Bwana Yesu amefungua.
kulipiwa madeni amefungua, ya kibali amefungua, biashara mpya amefungua, ya pesa nyingi amefungua. Ni Bwana Yesu amefungua, ni Bwana Yesu amefungua, ni Bwana Yesu amefungua, ni Bwana Yesu amefungua, ni Bwana Yesu amefungua. Sasa nataka munyoshe. Unajua meaning ya bendera ni nini? Ni nini? Ndio madhabahu ya taifa. Bendera ndio madhabahu ya nani? Taifa. Sasa tunataka kuzungumza na bendera. Maana wanasiasa sasa wameanza kuinua madhabahu ya shetani kwa sababu ya siasa. Sasa tunataka kuituma mwanasiasa yeyote atakayeinua madhabahu ya shetani na bendera hii imumeze. Nyosha mkono wako. Sema wewe bendera. Wewe bendera. Wewe bendera. Wewe bendera. Wewe bendera. Wewe bendera. Una rangi ya kijani kibichi. Una rangi ya kijani kibichi. Na rangi nyeupe. Na rangi nyeupe. Na rangi nyekundu. Na rangi nyekundu. Na rangi nyeusi. Na rangi nyeusi. Na ngao. Na ngao ambayo inatulinda. Ambayo inatulinda kwenye taifa letu. Kwenye taifa letu. Wewe bendera. Wewe bendera. Wewe bendera. Wewe bendera. Wewe bendera. Wewe bendera. Nisikie neno la Bwana. Nisikie neno la Bwana. Kutoka leo. Kutoka leo. Kuna wanasiasa. Kuna wanasiasa. Wameanza kujipanga. Wameanza kujipanga. Kwenda kuinua madhabahu. Kwenda kuinua madhabahu. Madhabahu ya shetani. Na madhabahu ya shetani. Ndio watu wamwage damu. Ndio watu wamwage damu. Rais wa Kenya. Rais wa Kenya. Ameanza kujipanga. Ameanza kujipanga. Venye watu watakufa. Venye watu watakufa. Venye watu watateswa. Venye watu watateswa. Venye watu watazuiliwa. Venye watu watazuiliwa. Ndio aweze kushinda. Ndio aweze kushinda. Wanasiasa. Akina Wamonyoro. Kina Wamonyoro. Akina Uhuru. Kina Uhuru. Na watu wengine wote. Na watu wengine wote. Wameanza kuunganika. Wameanza kuunganika. Wakiinua vikundi. Wakiinua vikundi. Vya kuleta vita. Vya kuleta vita. Katika taifa la Kenya. Katika taifa la Kenya. Wewe bendera. Wewe bendera. Tunakutuma kwao. Tunakutuma kwao. Tunakutuma kwao. Tunakutuma kwao. Tunakutuma kwao. Tunakutuma kwao. Uende mpaka kwa kitanda chao. Mpaka kwa kitanda chao. Uwaambie damu iliyomwagika imetosha. Hatuhitaji ingine. Tunahitaji umoja. Tunahitaji upendo. Tunahitaji amani. Wewe bendera. Andika nchi ya Kenya kama nchi iliyo na amani. Andika nchi ya Kenya nchi isiyo na ukabila. Andika nchi ya Kenya nchi isiyo na corruption. Andika nchi ya Kenya nchi isiyo na upendeleo. Andika nchi ya Kenya haitaua watoto wao. Haitamwaga damu ya watoto wao. Sasa kama mwezi uko juu. The full moon. We make declaration that Kenya is a superpower of Africa. And Africa is a superpower of the world. And every altar iliyoinuliwa na wazungu, hasa Waingereza, kwenye mlima Kenya na kwenye Lake Victoria na kwenye Mombasa, kaskazini mwa nchi na kusini mwa nchi, madhabahu yoyote ya shetani iliyoinuliwa, wewe bendera, wewe bendera, wewe bendera, nisikie neno la Bwana. Uwakoseshe amani
amani. Walioinua hayo madhabahu uwanyime amani mpaka waregeshe taifa letu. Tunaliregesha taifa letu mikononi mwako Mungu. Tunairegesha bendera hii mikononi mwako Mungu. Angalia imeshikwa na vijana wadogo waliobikira ambao hawajatumika kwa maovu. Twasarenda kwako Mungu muumba wa mbingu na muumba ya dunia. Pokea sifa zetu, pokea sifa zetu, pokea maombi yetu. Sema amen. Bendera, sema bendera, ninakutakaza. Wewe ni mshindi, wewe ni baraka ya nchi, kusipatikane mtu yoyote ama kikundi cha watu ama taifa lolote litakalo jaribu kuinukia bendera ya Kenya. Watu ambao wanafanya corruption na wakasambaratike, wakose amani, wakose furaha, wakose njia, waregeshe corruption zote. Nchi ya Kenya, wewe bendera, tunakutuma kwa William Samoei Ruto, ya kwamba nchi ya Kenya ni kubwa kuliko yeye. Wewe bendera, mwambie ya kwamba Kenya ni kubwa kuliko yeye. Aiunganishe Kenya badala ya kuisambaratisha. Aiwaunganishe makabila yote ya Kenya, na Kenya iweze kufaulu kwenye malengo mbalimbali. Semeni amen. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya watoto wetu. Hawa watoto wawili wamesimama kama ishara ya watoto wote wa Kenya. Kumekuwa na muinuko wa mambo machafu kama vile gayism na lesbianism, uvutaji wa bangi na madawa za kulevya, utoofu wa nidhamu, waviaji wa mimba na mambo mengine mengi machafu yamefanywa na watoto wa Kenya. Kutoka sasa naiweka Kenya wakfu, kutoka kaskazini mpaka kuzini, kutoka mashariki mpaka magharibi. Kenya ni nchi takatifu. Kenya ni nchi iliyobarikiwa. Kenya ni nchi iliyozingirwa na damu ya Yesu. Kenya iko chini ya madhabahu ya msalaba wa Yesu. Hakuna dini yoyote, hata iwe ni ya Kiislamu, ambayo itainukia Kenya kama Al-Shabaab, ambayo itainukia Kenya kupiga watu na mabomu, ambayo watakuja wataiba pesa kutoka Amerika, wakuja wajenge manyumba hapa Kenya na pesa za wizi. Kenya ni nchi takatifu. Chochote ambacho kiliibwa kutoka Amerika, chochote ambacho kimeibwa kutoka taifa la Kenya, ambacho kinastahili kuwa cha Kenya, wacha na kiwatapike wote waliokiiba katika jina la Yesu Kristo. Ninabomoa misingi aina yoyote ile, misingi ya kutoaminiana, misingi ya kutopendana, misingi ya kuharibiana. Kenya ni nchi moja. Makabila yote 43 wote ni wa nchi wa Kenya. Tunainua madhabahu ya Yesu Kristo, tunainua madhabahu ya msalaba, tunainua madhabahu ya damu ya Yesu Kristo. Kenya ni nchi takatifu. Tunainua mlima Kenya, uinuke uwe poto ya dunia mzima, ya kuleta amani katika dunia mzima. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Yesu wa baraka, Yesu wa baraka.
Keti chini. Tumeanza safari mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeanza nini? Tumeanza safari mpya. Safari ya ushindi. Unaweza kuweka hapo chini yako. Weke chini tu hapo. Usiizime. Weke hapo chini yako, kando yako, isikuchome na isichome nguo yako. Mwambie mwenzako safari imeanza. Kile kitu tuliitiwa. Mwambie kile kitu tuliitiwa. The calling. Mwambie the calling imeanza. You will never. Mwambie kile kitu utaona. Mimi nataka kuongea na watu ambao wako na nguvu. Kile kitu utaona. Haujawahi kikiona. Mfalme wa amani ameanza kazi yake. Bingu imefunguka. Bingu imefunguka. Mwambie mwenzako bingu imefunguka. Weka makofi, makofi, makofi ya juu. Makofi ya juu. Makofi ya juu. Makofi, makofi, makofi ya juu. Makofi. Unajua nini? Taifa la Kenya tumepatiwa mikononi mwetu. Any declaration you are going to make today, any declaration, we have a witness. The moon is at its full. We have a full moon now. Na tumeona ni 111, the beginning. Whatever you make at the beginning, it will propel you to the end. Kama unataka kutajirika, unene maneno ya kutajirika leo. Kama unataka huduma, unene maneno ya huduma leo. Kama wewe ni mtu wa ndoa, unene maneno ya ndoa leo. Your life has changed. It will never be the same again in your life. Unajua mnaona ni kama hamjielewi. What I'm telling you that it will never be the same from today. Chochote ulipoteza 2025 na kurudi nyuma kimeregeshwa. Wale watu wote walikuinukia wakapigana na wewe, Mungu atawalete mahali watakuona ukibarikiwa. Mwaka wa 2026. Mwaka wa 2026 ni mwaka wa mavuno mengi. Ni mwaka wako wa kusafiri. Kuna vitu zako nyingi zilikuwa zimefungiwa. Mungu amesifungua. Kuna watu walikuwa wamekamata anga yako na wakasema hakuna mahali unaenda. Anga wameiachilia. Watoto wako ambao wamepelekewa kuvuta bangi, kukunywa madawa, elimu yao imeanguka, kutoka sasa wameregeshewa baraka zao zote. Bwana anasema hivi, amekuweka mark. Amekuweka mark. Atakapokuwa anaachilia ghadhabu yake, haitakupata. Watakupangia, lakini hawatakuona.
watawachwa wakipanga, watawachwa wakipanga. Watasikia ushaenda, watasikia ushaenda, maana Mungu amewachilia confusion kwa kambu yao. Wale wote walikaa chini wakikupangia, wote watakaa chini wakilimana. Yaani Mungu anasema amewaweka confusion. Wao watafikiria wewe ni mjinga, watakuja kujua wao ndio wajinga. Bwana anasema hivi, mfuko wako kutoka Januari umekuwa mkavu, kutoka sasa hautakosa. Eti amekuweka idea za kufanya kazi. Chochote utakachokifanya kwa mikono yako kitafaulu. Hata kakue ni kakitu kadogo, Mungu atakapanua kitakuwa kikubwa. Kuna watu wanaongojea deal kubwa kubwa. God has commanded them. God has commanded them. Things are coming. Yaani Mungu ananiambia nikwambie, hiyo dili, hizo vitu zilifika kitambo, lakini mfalme wa Persia alikuwa amezikamata. Michael ametumwa, amenasua, zinakuja. Kuna watu nguo zao za ndani, suruali, underwear, zilichukuliwa, zimefungwa baharini na kufuri. Hiyo kufuri imekatika. Kuna watu ambao wamekuwa wakilalwa na wao na majini. Kutoka leo inaitwa spiritual husband, na walitumwa wakuja wakuondoe kwenye baraka zako. The day you are about to be blessed, ndio the spiritual husband anakuja. Kutoka leo spiritual husband hata kuona tena. Kenya will favor you. Bwana asema Kenya will favor you. Utakula matunda ya Kenya, utakunywa maji ya Kenya. Eti walikuwa wamechimba mashimo, Mungu atakupeleka hapo uone wakianguka. Kuna watu hapa nasikia 3 walikuwa wamerushiwa roho ya kansa. Mungu ameiondoa. Bwana ananiambia nikwambie, endelea kusimama na kazi yake. Kama kuna wakati wa kusimama na kazi ya Mungu, Mungu atajidhihirisha 2026. Mungu ataonekana. Na ataonekana kupitia kwako. Mungu ataonekana na ataonekana kupitia kwako. Anasema fungua tu mlango, maana geti zote na milango na madirisha zote zimefunguka. Ati umelia sana, umekuwa na kilio chako kimeisha. Utapata kibali. Just jaribu chochote, umtangulisha Mungu, kibali chako kimepatikana.
Bwana niambia tuingie kwenye safari ya maombi ya siku 21 kutoka leo. Mujifunge kwa kila kitu. Unaweza kukula chakula lakini ufunge chochote ambacho kinaweza kukosesha wewe na destiny yako. For the next 21 days. Kuna wengine watajibiwa leo. Ukianza kuna watajibiwa leo. Na kuna watajibiwa 21 days. Alafu siku ya 24 Mungu anasema tuende mlimani. The same place, Mount Kenya. Na kule kuna watu watainua kama watumishi wake. Kuna biashara. Yaani anasema anapokonya, wanaitangwa heathens. Anawapokonya. Sasa anawapatia. Zinapatiwa yule is ready for that. Ready for that. So for the next 21 days, commit yourself to God. Usijitie dosari. Alafu siku ya 24, I think itakuwa Jumamosi, to be on a Saturday, tutaenda mlimani. Kwa hivyo wewe ambao ungetaka tuende mlimani, ujiandikishe leo. Ujiandikishe lini? Leo. Utiache jina yako pale. Kutaenda selected. Kuna watu watataka kuenda lakini watashindwa. Because God will qualify wale wataenda mlimani. He will qualify the people that will go. Bwana ananiambia muda wa mwaka mmoja, karibu miaka 2, tumekuwa na wachawi 3 ambao wamekuwa hapa. Tumekuwa na wao, tukitembea na wao, tukikula na wao, tukikunywa na wao. Wakati wao wa kuanikwa umefika. Amen. Bwana asema atawatia kilema, kila mtu ataona. And it will be a permanent mark. Watajaribu kutoroka, watajaribu kujificha, lakini wataonekana. Na watakuja kutubu, kusema walikuwa wamehangana kuhakikisha huduma hii haitafaulu, lakini imefaulu. Bwana aniambia nikwambie, jiandikishe kuwa mfanyikazi kwenye huduma yake. Yani become a kingdom worker. He's looking for a kingdom worker. His kingdom, the kingdom worker. Hataki watu wa kukaa chini. Bench sitters, Mungu amewakataa. If you have nothing in the ministry that you are doing, keep off. Anasema anataka watu. Kuna watu anataka kubariki. The kingdom workers. Anataka kuwaimarisha. Kuna watu Mungu anataka kuwafungulia finances. That is why he's looking for kingdom workers. Kuna watu anataka kufungulia biashara. Kuna watu wanafunguliwa huduma. Kuna watu wanafunguliwa kwenda Ulaya for training because they are kingdom workers. Prepare yourself to be used by God. Prepare to be used by God. Abstain in anything that can cause your relationship with God for the next 21 days. As much as you can, let God rule over you. God of heaven bless you. Amen. Kuja tu huyo na Vuvuzela kuja. Watu wa Vuvuzela kuja. Watu wa Vuvuzela simameni hapa. Unajua kupuliza? Good. Mwe mwingine yako wapi? Vuvuzela. Unajua kupuliza? Uko na nguvu? Hiyo ingine ilienda wapi Joel? Nini? Kujeni hapa, nimesema mkuje hapa. Hata wewe uko na nguvu ya kupuliza?
Sasa nataka tutafurisa mara 7. We are sealing. Tutapiga mara 7. Tutaseal hayo maneno yote ambayo tumeyazungumza. Sasa nikisema 1 mnapurisa, wekeni kwa mdomo. Na wakimaliza mnasema in Jesus name. Tusimame kwa miguu yetu. Now we are sealing. Ni kuseal, tuna seal. Hakuna hiyo maneno yote tumesema itatimia. Sasa wewe weka kwa mdomo. 1 2 3 4 5 6 7 weka vigeregere. Asante. Joshua chapter 1 verse 5. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. God has sealed the covenant. Sema amen. Naweza kuketi sasa. Chai imeiva. Yeah? Waekee wakunywe. We celebrate. Then from there nitakuja kuwamwagilia mafuta. Kuwaweka wakfu. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.